Bwana, mambo vipi? Kama vile unavyoona niko hapa Manzese Highway, mitaa Balesa. Watu wako na shughuli mbalimbali wakifanya wakiwa huku na huku, unavyoona vile, lakini hii yote ni kwa sababu ya kupata chakula cha kila siku. Usipotoka uweze kupata kitu. Na mimi hapa niko hapa kukujuza katika kurasa koki za magazeti. Jina langu ni Robert John Mambala. Tutajua wadau wanazungumza nini kuhusu michezo na burudani, kile ambacho kimefanyika siku ya jana bwana. Watu walizungumza mambo mengi sana bwana. Simba akifungwa, inawezekana bwana kocha akatolewa, lakini bwana Simba kashinda. Tutajua wadau watazungumza kuhusu nini kuhusu Simba, lakini vile vile kimichezo zaidi tutajua kiundani zaidi. Twenzetu katika gazeti la Mwanaspoti hapa, Pacome Okello wakiwa bilioni 1.2 imeandikwa hivyo, lakini bwana kigogo Yanga afichua nyota mpya hatua, habari imeandikwa hivyo. Lakini TPL leo Alhamisi itakuwa Dodoma Jiji na TRA United, pale itakuwa ni saa 1 za usiku itafanyika pale. Lakini TPL kama nilivyokuambia saa 1 za usiku itapigwa, lakini Kibu ashindwa kujizuia. Iko hivyo, imeandikwa hivyo pale. Simba asema kuna surprise inakuja Msimbazi, habari imeandikwa hivyo kwenye Mwanaspoti hapa. Lakini vile vile kwenye Mwanaspoti hapa tunaangalia nasema apewe asipewe, imeandikwa hivyo kwenye kurasa ya nyuma kabisa wa magazeti kwamba apewe asipewe, imeandikwa hivyo. Lakini bwana Eze asema kazi ya waifu inanituliza, habari imeandikwa hivyo kwenye gazeti hili la Mwanaspoti kimichezo na burudani. Nikiangalia gazeti hapa la Jangwani hapa nasema bwana Yanga yajibu mapigo ya Waarabu, habari imeandikwa hivyo kwamba Yanga yajibu mapigo ya Waarabu. Lakini kocha Al Hilali atoa kauli tata, mamilioni ya mwagwa. Lakini amazao nasema tunafuzu kwa kishindo, kikosi cha tua Zanzibar kibabe. Itakuwa ni saa 1 za usiku Jumapili itakipigwa hivyo. Lakini marefa wa fainali wa AFCON kuiamua Yanga FC na Zanzibar, habari imeandikwa hivyo katika Jangwani. Lakini habari za kimichezo na burudani sema Davido anavyokimbiza kwa mkwanja, habari iko hivyo kwenye gazeti hili la Jangwani. Lakini kimichezo zaidi tuweze kuangalia kwa upande wa Mwanahalisi hapa. Mwanahalisi inaonekana hapa Mwanahalisi kwamba hali mpaka iishe, sema aishi mpaka iishe. Kwenye Mwanahalisi imeandikwa hivyo kwamba aishi mpaka iishe, iko hivyo bwana. Ni katika gazeti hili la Mwanahalisi. Lakini kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwenye michezo hapa inasema kwamba usiri watawala Yanga, ikiwaalika JC Kabaila. Lakini mabosi wa Jangwani wasema uamuzi huo unalenga kuepuka hujuma kutoka ndani ya nje ya nchi. Habari iko hivyo kwenye hapa Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini vile vile kwenye gazeti hili inasema kwamba Azam FC sema tunakwenda kuheshimisha nchi kimataifa. Habari iko hivyo kwenye michezo hapa Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini vile vile kwenye gazeti hili la Mwananchi kwenye habari za kimichezo inasema Suluhu tiba pekee Simba. Suluhu tiba pekee Simba, imeandikwa hivyo kwenye habari za kimichezo kwa Mwananchi hapa. Lakini vile vile nyota Yanga kuoga mamilioni ya kafu, si mchezo. Habari bwana kwenye michezo imeandikwa hivyo, na amini kabisa nimekupitisha uweze kujua kile ambacho kimejiri. Lakini kuna wadau ambao niko nao hapa, tutaweza kujua kwa kina kile ambacho kimeandikwa. Bwana, mambo vipi? Fresh, mambo vipi? Kwa majina ni Shamri Kasim. Bwana, siku ya jana bwana watu wamezungumza mambo mengi sana kwamba bwana Simba watafungwa, bwana Simba hivi, na kama Simba akifungwa ile kocha wao anaondoka. Wewe una maoni gani kuhusu hilo? Mimi naona hii timu yetu sasa hivi yani kwamba watu wanavyoishi kwenye timu hizi wanaishi kimiemko zaidi, kwa sababu timu ikifungwa watu viongozi wanakuwa hawasaminiki tena, lakini timu inapofungwa viongozi wanakuwa hawaongelewi. Timu ikishinda viongozi hawaongelewi, timu ikifungwa viongozi wanaongelewa. Kwa hiyo naambia mashabiki wenzangu wa klabu ya Simba tuwe makini na tunachokifanya, tujue kile tunachokifanya, kwa sababu inawezekana timu ikifungwa watu wanakuwa wanalaumu tu mabosi, timu ikishinda viongozi wanakuwa hawasemi, watu wanakaa kimya. Kuna jambo moja kwamba bwana timu ikifungwa ni ya Mangungu, ndio timu ikishinda ya Mo, ndio. Hili jambo liko limekaa vipi hili jambo? Mimi naona linanitatiza, unajua? Yaani Mangungu yeye anabeba lawama. Lakini hivi kuangalia kiuhalisia kama timu ikikosea basi wanaumia wote. Sasa mimi Mungu peke yake. Sasa Mungu peke naye kaiko na watu vile. Kaiko na watu. Ndio, kwa hiyo watu nao waone mapungufu ya Mungu, waone, washika kuchekesha akili zao kwamba je, lazima Mungu peke yake au viongozi wetu walio kwenye klabu ya Simba. Hiyo ndio mimi maoni yangu.
Kwa hiyo ifike hatua kwamba wao wanachama wenyewe wanapomlaumu mtu lazima waangalie upande wa pili inakuaje. So unamlaumu tu mtu mwisho wa siku, kumbe yeye mwenyewe anavusha vile zigo la watu wako nyuma ambao wanamfanya vitu aonekane vile. Kwa sababu yeye anaangalia ugali wake na ananyamaza kwa sababu anaangalia tu yanaendaje mambo yake. Au kuna mchongo wa watu hapo? Inawezekana katika kila kitu ambacho kinachofanyika, inawezekana kuna mchongo ambao watu wanapiga pesa kupitia watu, kupitia viongozi. Au kuna jambo ambalo utaweka sababu? Yote inawezekana. Kwa sababu hili kuna mwingine wao kiharibikiwa ndio yake ndo anaenda. Maisha hata wafanani. Wao kiharibikiwa mtaka yake ndo anaenda. Kwa hiyo kitu kiangalia zaidi tuangalie zaidi na kuaje, kwa nini Mungu anakuwa peke yake tu kila siku yeye? Ina maana watu wengine nyuma ambao wako naye. Sasa mpaka Mungu anaamua kwamba mimi viongozi za zokezi Mungu bado yupo. Na viongozi hao shamona hata siku moja hata huyo nani mkubwa mwenyewe kagua kuswala na Mungu. Kwa maana kalizika naye mwenyewe. Ila sisi huku tunapiga tu bla bla. Nakushukuru sana bana. Hayo ni maoni ya mdau akiweza kuongea hivyo. Mambo vipi? Naamini kabisa wewe ni mdau wa Simba. Mimi ni mdau wa Simba. Kwa jina naitwa Riziki. Ndio. Siku jana bwana, watu wengi wamezungumza mambo mengi sana bwana. Simba watafungwa, Simba kifungwa kocha anaondoka. Watu walitoa mapovu mengi sana. Wewe kama mdau wa Simba unasema nini kuhusu hilo? Hapana, si hatuwe kukataa timu yetu labda kusema kufungwa. Tunaangalia inafungwaje? Yaani shida sio kufungwa, inafungwaje? Na mwelekeo wake unaonaje? Sasa hivi ukiangalia, sasa hivi tunajua kabisa timu inaanza kujipata kwa sababu tumesajili wachezaji wapya wengi. Naona wameingia kwenye kikosi, wakina Libase, wakina Oura, wakina nani waliokuepo, wakina Kibabagi. Kwa maana unaangalia mfumo wa timu unavyoenda, unaridhisha kwamba tunachokitafuta ni kitu gani. Baadaye tunatengeneza kitu gani? Watu wanaamika Mangungu analaumiwa. Sisi hatumlaumu Mangungu kwa sababu labda ni timu inafungwa. Tunamlaumu kwenye uongozi wake. Anafanya kitu gani kwa ajili ya mashabiki? Yes, ndio mwenyekiti wa mashabiki wa wanachama. Je, wewe kama timu unaona kabisa hii ina matatizo, natakiwa uelezee wanachama kuna 1 2 3 4, watu wanakuelewa. Mbona juzi katoka kaja kuelezea bana mchakato wa labda wanachama tunatakiwa tufanye hivi na hivi. Watu wamemuelewa, ndio tunachokitaka sisi. Hatuwezi kwenda kwa boss kwenda kumlalamikia wakati mwenyekiti wetu yuko huku. Tunaanza na huyu hapa, kisha tupa dira. Tunajua tukienda kwa mwekezaji tunamuuliza kitu gani. Lakini kitu kimoja, kwenda uzuri mnakuwa mko kimya. Kwenda ubaya Mangungu anacheza. Na Mangungu hatujai kumzungumzia kwa ubaya. Sisi tunamzungumzia kwa ajili ya kutengeneza timu. Kwa sababu yeye ndo anatakiwa apeleke sindikizo kwa mwekezaji. Kwa sababu yeye ndo anaingia mkataba na mwekezaji. Sisi tunamlalamikia yeye kwa sababu Mangungu anafanya vizuri. Ndio timu yetu sisi inafanya vizuri. Wanachama sisi tutaenda kumlalamikia mwekezaji wakati hajumweka. Tunamlalamikia aliyemweka kwa sababu ndo tuko nyuma yake. Hauwezi kaenda kukimbiza kwa labda nyumbani kwako mtoto akaja anafukuzwa, ataanza kwanza na baba bana, wewe ulifanya kitu gani Esther? Watoto wakakataa kufuata. Mangungu aje kuanafanya vitu extra. Sisi hatuna shida naye. Mbona timu ikifanya vizuri tunaangalia, je, Mangungu wewe umefanya kitu gani? Juzi kaita press bana, kuna kadi za wanachama na wote sio wamemsikiliza. Unaona una sehemu yenye vurugu. Ila watu wanataka sasa hivi watu washajua mpira. Sio kama zamani ujanja. Watu wanajua mpira sasa hivi. Mtu anajua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, huyu kafanya hiki, kafanya hivi. Huyu mwekezaji wetu Yesu, unaona? Sisi tuko pamoja na Mangungu kwa sababu tunakuelekea dira club anaifanyia nini? Ndio hicho tu tunazolalamika. Okay. Siri ya club wanaifanyia nini? Hayo ni mdau akiweza kuzungumza hivyo kwamba hayo ni maoni yake. Inawezekana ni kweli au sio kweli, ni maoni yake, huwezi kukataa, iko hivyo. Lakini vile vile niko na mdau mbalimbali hapa, jambo ambalo linaendelea bwana kuhusu kwamba timu ya Simba jana imeshinda, lakini vile vile unakumbuka kwamba kama Simba ingefungwa inawezekana hata kocha akafukuzwa pale kwa sababu mnakuwa mna miemko mingi sana. Mimi Simba mpaka sasa hivi bado wanatuchanganya hata sisi mashabiki kwa sababu maendelezo wao si hatuelewi. Timu ikifanya vizuri siku mbili kelele hamna. Ikifanya vibaya mechi moja basi anafufuka mengine ambayo hatujui hata anatokea wapi. Naona vurugu. Kasikia wengine mara mwekezaji hatumtaki, wengine mwenyekiti hatumtaki, basi tunashinda kuelewa timu baki ya mashabiki kwa sababu timu tumeipenda, basi tunakubaliana na hali yote itakayotokea. Wote wakuniambia kwamba hauna habari yoyote kuhusu Simba. Habari ninazo lakini kwa tofauti, sina habari iliyonyooka kwa sababu basi inabadilika kila siku. Kwa kama wewe mdau wa michezo unataka Simba tu kila siku washinde, lakini akipata changamoto ni za viongozi.
Unasema ni kwamba wewe kama mdau wa michezo unataka kila siku mshinde, changamoto zikitokea hizo ni za viongozi, si ndio? Changamoto sio hata nisemeje, sababu sisi tulivyo timu yetu sasa hivi sio sasa hivi ndivyo ilivyo toka msimu iliyopita kadhaa. Simba ikifanya vizuri usikii chochote kinachozungumziwa, ni sifa tu. Simba hii ndio tulikuwa tunaitaka. Simba sasa gari imewaka, lakini ikipoteza mchezo mmoja tu kuna nyuma ya pazia ambaye anakuja ukaa pale mbele tukopa tuyasikii sisi. Sasa huoni kama misimamo kama hiyo itakuwa kama changamoto kama wadau ambao mnazungumza nyewe kwamba wana Simba mnakuwa kwamba mkipita kwenye changamoto inakuwa ya viongozi, huoni kama kuna changamoto hapo? Changamoto ni sawa kutoka viongozi, lakini sasa naye viongozi hususan kama mwenyekiti naye naweza ngasema kuna vitu kidogo anachangia kwenye matatizo, kwa sababu klabu ya Simba ina mamilioni ya wanachama. Kwa hiyo hao mamilioni ya wanachama wanapotokea tatizo hayalazimiki yote kwenda kumfuata mwekezaji, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo zamana yao yote ni mwenyekiti, ambaye kama kuna dosari yote inatokea ndani ambaye naye kwa anaenda tofauti na klabu, mwenendo sio mzuri wa klabu, yeye ndio inabidi aitwe wanachama azungumze nao, bwana mwenendo wetu wa timu sasa hivi kuna 1, kuna 2, kuna 3. Lakini sasa yeye hicho hakifanyi, ndio kunasababisha matatizo kwa wanachama kumjia juu. Wanataka kujua nini kinachosibu ndani mpaka klabu na kwa mwenendo mbovu namna hii. Sasa yeye hawapi taarifa, hawapi chochote, hata wana timu inaenda vurugu. Ndio maana wanakuwa wanalia sana upande wake kumkandamiza kwenye matatizo, lakini mengine anajitekea mwenyewe kwa sababu anakuwa hajitambui. Okay, hayo ni maoni ya mdau akiweza kuzungumza hivyo katika maeneo ya hapa ya Manzese Highway. Naamini umepata vitu vingi sana, wadau wamezungumza mambo mengi ya kina katika zile kurasa konki za magazeti. Mimi ni kuashia hivyo.